Hapa tunaunganisha episode ya pili. Mama yake na Betty alienda kumwita mchungaji aje kumuombea kwa sababu tatizo lilikuwa limekuwa kubwa kabisa. Basi pasta pale akaja akazidi kupiga maombi. Ghafla pale Betty akanyanyuka. Maombi amefanya kazi mzee. Basi bwana akamuita pasta kwamba Betty ameshaamka. Aisee, dada yake alishukuru sana. Pia mama yake alishukuru sana. Aisee, hawakuamini kwamba Betty anaweza kuamka. Pasta naye alizidi kupiga mavigelegele pale, hakuamini kweli. Basi tukaachana huko, tunakuja upande wa pili huku. Ilikuwa ni siku nyingine, wameingia shuleni sasa, purukushani za hapa na pale. Hawa dada bwana wana wadui wakiwa wawili, wanamgombania bwana mmoja. Basi bwana leo kilikuwa kimewaka na nini hapo shuleni, wakiwa wanazidi kupigizana kelele ili waweze kupigana. Ghafla pale Betty akamrusha kule na nguvu zake za ajabu. Huwezi kuamini. Watu wako wakashangaa. Kumbuka mchizi ambaye ni Tony alikuwa ameshika pale, alikuwa anamuona kabisa alichokifanya Betty. Basi bwana mchizi akamfuata baada ya pale, "Mbona kwani umefanya hiki?" Kwambia, "Achana, mimi nilikwambia kabisa. Mimi sijui kama kinachotokea. Mimi najikuta kitu kilichotokea, achana mimi." Basi bwana mchizi ambaye ni Tony alizidi kumzonga sana. Akisema, "Umefanya vibaya. Kwa nini umempiga mwanafunzi mwenzetu na kumuumiza? Kumbuka, kwa nini sasa unafanya hivyo?" Noma kweli. Kumbuka huyu dada ambaye ni Betty, kitu ambacho kinamwingia kwenye mwili wake na yeye hajui kabisa ni nini. Basi bwana pale alikuwa anajibizana na yani kitu ambacho usitaki kufanya ni kumpandisha hasira Betty. Pale linakuja kwenye mwili wake. Basi bwana alianza kumtetemesha yule mchizi ambaye ni Tony pale. Akiwa anazidi kusema, "Unaona sasa, kelele chako natakiwa utulie. Tukifanya mambo yetu, tulia. Usijifanye kwamba unajua. Unaona sasa kilichokukuta? Hii ndio adhabu sasa nakupa." Ghafla pale kaanguka chini, ikamwachia. Bidada akasema, "Oh, samahani. Niachie, achana na mimi." Noma kweli. Kumbuka bidada ndio ule mzimu ambao upo ndani yake. Kwa kitu anachokifanya kwake hajui kabisa. Basi bwana bidada alirudi nyumbani, mama yake akawa anazidi kumuuliza, "Vipi shuleni huko kumeendaje? Uko vizuri kabisa?" Basi bwana pale bidada akamwambia kwamba, "Mimi niko poa. Kila kitu kiko sawa, tumesoma, kila kitu kiko poa kabisa." "Ni kweli?" Mama, yani kila kitu kiko vizuri kabisa kweli? Aisee, tumesoma vizuri kila kitu. Mungu wangu, asante sana mwanangu, sasa hivi anaendelea vizuri. Alizidi kushukuru sana pale mama yake. Basi bwana tukiachana huko, tunakuja upande wa pili huko. Baada pale bidada kutoka pale alienda chumbani kwake, akakaa chini. Pale akalala chini. Ile kulala tu akatokezea sehemu nyingine. Akamfuata yule. Huyu bidada bwana ndio yupo ndani yake na Betty. Alimfuata akamwambia, "Vipi? Mbona unazidi kunifuatilia? Yaani nikikuuliza wewe ni nani na kwa nini umekuja kwangu uniambie? Kwa nini sasa unanitesa? Naomba uniambie ni kipi ambacho kimesababisha unaingia kwangu? Yaani sielewi kabisa unanitesa." Aisee, mzimu pale anazidi kuhangaika. Kumbuka hapa unaonekana mwili tu. Kumbe mwili wenyewe ushaondoka. Kwa bidada alizidi kuhangaika sana pale, kwa anazidi kumuelekeza kabisa, kumwambia, "Unachokifanya sio sawa. Mimi nahangaika sana. Mimi ni mtoto wa watu. Please naomba niache nifanye mambo yangu." Kusema hicho kitu hakiwezekani. Mimi nitakaa kwako mpaka pale nitakapojisikia kutoka. Hatujajua mpaka sasa hivi kwa nini huu mzimu umeingia ndani ya Betty. Basi pale Betty alizidi kujitetea sana, akiwa anazidi kumwambia atoke kabisa ndani yake. Basi tukirudi upande wa pili huku, mama yake na Betty alimfuata Betty akiwa amelala. Alikuwa anamzidi kumuita, "Betty, mwanangu." Alizidi sana kumuita bila kuitika. Aisee, akazidi kumfuata kabisa, akamgusa, anakuta kabisa mtu amelala, amezima kweli. Kumbuka yeye hakila, yani hapo inaonekana mtu tu. Yeye kashaondoka, yupo kubizana na ule mwamba ambaye yupo kwenye mwili wake. Anazidi kuhangaika sana. Kwa mama yake alizidi kumuita, "Mwanangu, vipi mwanangu? Hebu ongea basi mwanangu." Huku bado Betty anahangaika kumwambia, "Kwa nini upo kwenye mwili wangu? Unanitesa bwana. Naomba uniache." Ndo kwanza mzimu mwenyewe analinga tu huko anachekelea. Basi bwana bidada aliongea kwa hisia kubwa, akiwa anazidi kumuelekeza mchizi, "Kwa nini ameingia kwenye mwili wangu na kwa nini ananitesa? Naomba." Basi pale mama yake alikuwa anahangaika sana kumuita huku. Kumbe mwenyewe hayupo kabisa. Hapo kuna mwili tu. Ghafla pale akamshika mkono, akazidi kumnyonga mama yake. Huwezi kuamini. Aisee, hiki anachokifanya ni ule mzimu. "Mwachie mama yangu, unamuumiza ujue." Akasema, "Hapana. Yesu ameamua kuingilia hiki. Subiri nikuonyeshe. Na kuomba. Hebu naomba umwache mama yangu. Mama yangu mimi ataona kama vile mimi ni muuaji. Please naomba mwache mama yangu." Huko anazidi tu. Naomba kweli. Ghafla akashangaa. Mama nakuomba. Amka mama. Naomba kweli.
Basi bwana, tukiachana huko tunakuja upande wa pili huku. Basi bwana, baada ya kuumizwa shingo na mwanae, alikuja dokta ili aweze kumweka sawa kabisa. Ghafla pale pale Betty alikuwepo. Sasa hivi mama yake anamuogopa sana mwanae, kwa sababu kwa kitendo ambacho amemfanyia hakuamini kabisa. Kwa anavyozidi kusogea, mama yake anaogopa, tukasema usijali, huyu ni mwanao, hicho ni kitu tu cha kawaida, usijali, wewe usizani kama mwanao anachofanya hivyo. Please nakuomba wewe msikilize, usimwogope, please nakuomba. Basi bwana, pale pale daktari alizidi kumuongea na kumpa ushauri, kisha na kuondoka. Pale pale zikabaki mtu mbili, mama yake pamoja na mtoto. Mama anaogopa huyo. Basi bwana, pale pale Betty akiwa anazidi kumfuata, mamangu, please nakuomba nisamee. Akasema umekuja kuninyonga tena, si ndio? Mama usiseme hivyo, mimi sio kwamba ndo nimesababisha. Mama naogopa huyo, najua kisije kikatokea kilichotokea mwanzo, kwa sababu anajua mwenyewe. Basi bwana, pale pale Betty alizidi kujitetea sana na kuzidi kumwelekeza mama yake. Mama yake yeye haelewi, kwa sababu alichokipata yeye ndo anajua. Akasema mimi siwezi. Kwa nini ulinifanyia hivyo? Unajua kama ni mama yako? Mtoto alizidi kujitetea sana pale ili ahakikishe kwamba mama yake anamsamehe, na ni kweli mama ni mama, akamsamehe namna hiyo, kala kumbato zito kabisa. Basi bwana, tukiachana huko tunakuja upande wa pili. Huku ni siku nyingine, Betty alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Tony. Walikuwa wanapiga story pale pale sibleni za hapa na pale. Sisi unajua bwana, wanafunzi wa kicheli sehemu mambo yanakuwa ni bore bore. Basi bwana, mchiza akasema vipi, nilikuwa nataka nitoke kidogo. Akasema yaani baada ya muda mchiza ambaye ni Tony alitoka huko toilet, atakakuta dada ambaye ni Betty hayutu. Akasema huyu ameondoka wapi? Basi bwana, akaanza kumtafuta pale usiku mzito kweli. Akamwona rafiki yake, akaja pale akasema vipi, umemuona Betty? Au Betty mimi sijamuona, si ulikuwa naye wewe? Akasema mimi nilikuwa naye kule ndani, lakini nashangaa simuoni, namuita haitiki. Akasema hasa sijajua ameenda wapi, maana tunatakiwa tukamtafute kwa sababu usiku huu inaweza ikatokea kibaya. Basi bwana, tukiachana huko tunakuja upande wa pili. Bidada na nyata kweli huko anafunga visikizo vya shati. Ghafla pale pale mle ndani tunasubiri nani atoke. Usiku Amina anatoka teacher. Huko anasema noma kweli. Kibisha kitupa huko mwepesi. Hawezi kuamini. Kumbe huyu mwalimu ni mtu wa ovyo. Anakuja kugeuka huku. Ghafla anashangaa kumuona mtu ambaye tofauti na yule ambaye alikuwa naye ndani. Kumbe huyu mwalimu ni mtu wa ovyo. Alichukua na nili loji, akachukua mwanafunzi wake, akatoka naye. Huwezi kuamini. Akazidi kumwambia vipi Betty? Hapa ni shuleni. Mbona usiku mzima kabisa uko hapa? Ghafla pale pale anaona kelele za ajabu. Kusema kumbe ni wewe. Yaani unachokifanya halafu nazidi kula bata, si ndio? Ukumbuke ulichokifanya? Nini? Hebu ondoka hapo, nenda shuleni. Wenzako huko wamelala, wewe uko hapo, si ndio? Ghafla pale pale akabadilika Betty, kamrusha na kifua namna hiyo. Akadondoka chini. Huwezi kuamini. Kumbe Betty yupo serious. Buka kwenye huu mwili wa Betty kuna yule mzimu ambaye yupo humo ndani. Kwa Betty wanamtumia kwa kufanya matukio. Kumbuka Betty sio mwenyewe kabisa. Akasema kwani wewe ni nani? Nani wewe? Naomba niambie, kwani wewe nani? Mbona umeniumiza sana? Akasema nani? Zuki. Kumbe hapa bwana kuna siri nzito imejificha. Kumbe huu mwalimu pamoja na huu mzima ambapo yupo kwenye huu mwili wa Betty wanafahamiana. Na inaonekana kuna tukio kubwa kabisa liwahi kutokea pamoja wao wawili. Akasema pana, naomba unisamee. Sikutegemea, please. Naomba unisamee. Naonekana huu mzimu una kisasi kikubwa sana kwa huu mwalimu. Ndio bwana amemfuata. Basi pale pale akazidi kumnyanyua kwa juu, akamwachia chini namna hiyo. Chali. Kwa mwamba mwaye ni mwalimu, ametoka kujipigia pasi zake na nini. Leo hii amedondoka chini kabisa. Sasa haijulikani kama amefariki ama la. Basi pale pale akarudi kwenye hali yake. Akashangaa Betty ndo amefanya hilo tukio. Yule mzimu kashakimbia. Kashamwachia msara. Pale pale marafiki zake wakafika. Mwalimu, sema sio mimi. Samahani sana, sio mimi nakuomba. Alizidi kulia sana pale Betty. Pale pale akasema tukimbie jamani. Aise, pale pale wakakimbia. Hawezi kuamini. Yes, asante ndugu jamaa na marafiki kwa kuzidi kutusapoti kabisa. Nyinyi ni watu wa nguvu kabisa, bila nyinyi sisi hatuwezi kuposti kitu. Basi bwana, episode ya pili tunaishia hapa. Hakikisha unaangalia, kwa wewe ambaye hujaangalia episode ya kwanza, anza kwa episode namba 1, hakikisha unaangalia ili twende sambamba. Hii episode tunaishia hapa, ambayo ni episode ya pili. Hakikisha una subscribe ili twende sawa. Episode ya 3 ndo tunamaliza final kabisa, tutajua nini ambacho kinaendelea na kwa nini Betty anateseka kiasi hicho. Basi bwana, endelea kuwa nasi. Comment yako ni muhimu sana. Hakikisha una comment, una subscribe kama hujawahi kusubscribe ili tuende sambamba.
Basi ulikuwa na mimi kipenzi cha Movie Bravo. Okay, asante. Tukutane episode namba 3. Bye.